Namsikia bwana sasa jamani. Mwambie bwana anionee huruma jamani. Mke wangu mimi nampenda hivyo. Na kuna watoto pale, sasa itakuwaje? Watoto tabaki na nani Mnandi wewe? Na kuomba mdogo wangu, ndugu yangu, mtani wangu. Na kuomba bwana. Na kuomba usimchukulie mke wangu bwana. Watoto tabaki na nani ndugu yangu pale? Kuna watoto pale wengine wadogo ndio kwanza wako darasa la 7. Kuna mtoto wa form 2 pale. Na kuomba bwana. Na kuomba sana ndugu yangu. Kuchanika kwa jamvi sio mwisho wa maongezi. Mzee Kadege. Kuchanika kwa jamvi sio mwisho wa maongezi. Kwa hiyo naamini binafsi tukimchukua huyo ulisema utaoa mwingine. Kwa hiyo hakuna shida, watoto watalelewa na mke mwingine. Kwani huyo si yupo? Watakuwa wanakuja watoto kwetu Msimbazi. Kama na wao wana chembe za nyuma mwiko umewapa, basi watakuwa kuja kwenye maisha ya Msimbazi na za tukawahamisha mdogo mdogo. Nilikuwa nakuomba sana ndugu yangu kwa sababu mimi nakwambia toka jana mchukue lile kombe pale mpate lile goli. Mimi nakwambia sijala kitu, sijanywa maji wala sijafanya chochote mpaka muda huu. Hapa nimechanganyika kwamba mke wangu bwana anaondoka. Na kibaya kwamba tuliandikishiana ndio mimi ufu yangu hiyo. Ingekuwa tumekutana tu hivi tumeahidiana ilikuwa haina mbaya, ningeweza kukana tu. Lakini tumeandikishiana ndugu yangu, chana mkataba huo ndugu yangu. Mkataba huo uchani ili huu utani uendelee na huu utani tuendelee kuhudumisha. Kama wazee wetu walivyozianzisha hizi timu, basi sisi lazima tutimize. Mbona watu wanaikana vibanda huko, watu walikuwa nakabidhiana vibanda kuelekea dabi hizi. Kwa hiyo naamini binafsi Mzee Kadege umeingia kwenye mfumo na mimi ndio mtekeleza ahadi. Kwa hiyo siwezi kukosa kutimiza ahadi, na nisipotimiza ahadi nitakuwa namkosea Mwenyezi Mungu pia. Ukiahidi kutoa basi toa. Kwa hiyo kubali kutoa panapo majaliwa inshallah. Kajipange, simu zangu toka jana ulikuwa upokei, lakini naamini kesho panapo majaliwa. Kaa tayari, jiko linaondoka. Kwa hiyo jiandae kuoa mke mwingine. Asa Mnandi hapa tulizungumza na shetani wa Yanga. Naye bwana akatuambia huyo mtu bwana ni hatari. Hivi kuna chochote ambacho aliahidi shetani wa Yanga na ukakitimiza? Shetani aliahidi mara 3 nilifanya hivyo. Alikuwa ahadi, sababu ahadi za shetani zinakuwaga ngumu. Maana anakuambia wachukue pasi, mara sijui wachukue maji ya moto atie kwenye sikio. Sasa ni kitu ambacho kiwezekani. Kwa hiyo nimemwambia hizo ahadi hizo ngumu siwezi kuzitekeleza. Lakini zile ambazo zina unafuu nitatekeleza. Kwa hiyo ameweka ahadi nyingine ya unafuu, nimemtekeleza. Mimi shetani nimemnyoa zaidi ya mara 2. Hakuna mtu mwingine ambaye alimnyoa shetani zaidi ya mimi. Kwa hiyo wengine wote huwa wanamuonea huruma. Ila mimi ukiahidi mimi lazima nikamilishe jambo langu. Kwa hiyo na Mzee Kadege kapita kwenye njia hiyo, basi akubali kupita mtumbwe ambaye shetani pia aliupitia. Aliahidi dada yake Pamela, ambaye alikamwa tumchukue. Sisi tulienda kumchukua Pamela. Ndio. Kwa hiyo huyu sasa atakuwa mke wa pili wa Simba Sports. Baada ya Pamela, anafuata mke wa Mzee Kadege. Vipi Mzee Kadege akitaka kuweka fidia, labda badala ya kumchukua mke wake akataka kutoa kiasi cha pesa labda shingapi ambao mpo tayari kupokea ili abaki na mke wake? Sisi hatuhitaji pesa, sisi tunahitaji jiko tu.